Mungu akanichagua kuwahubiria wenye dhambi waende mbinguni. Lakini wenye dhambi hata upige nduru kwa pulpit, hawatoi zaka na sadaka, hawatoi. Lakini hiyo ndio kazi Mungu amenipa, na shukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo I insist this, ya kwamba sio bure kumfanyia Mwenyezi Mungu kazi. Na waje nikwambie mpendwa, unapotoka asubuhi na kwenda into the field na Mungu atangulie, jioni hautarudi bure. God has already blessed your day. Ni ile tu sasa wewe ujikabidhi mkononi wa Bwana, sema kwamba Mungu, siku ya leo nimeiacha mkononi mwako. Ondoa stress, acha wasiwasi. Hii maisha ya sasa, ukiongeza pressure utakufa mapema. One day at a time. Lakini kumbuka, if you go out into the field, kumbuka kile ambacho umepata kuna sehemu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo tu ikuongoze kwa siku. Mwambie Mungu, nimepata na shukuru, lakini sitakusahau. Umeibariki siku yangu, hii ni sehemu yako. Jana tulisema ya kwamba our giving should be planned early enough. So ukipata, anza kujitayarisha mapema kwa ajili ya ibada ya Sabato, kwa ajili ya ibada ya makambi, kwa ajili ya ibada ya wiki ya maombi, mambo kama hayo. So Mungu ametupa kazi, ama ametupa afya nzuri, ili tunapoamka asubuhi kila siku, toka na uende. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Take your weapon and go. Kwa siku 6, take your weapon and go. Na nimesema ya kwamba unapoenda, furahia kazi yako, and don't compare your job na kazi ya mtu mwingine. Don't compare yourself with another person, utaanguka. Kama wewe ni mwanabiashara, siri iko hapo katika Malaki, niliwasomea jana. Kama wewe ni mwanabiashara, usiwe na mdomo tamu sana. Yaani umefungua biashara leo, unataka uanze kuweka mamilioni kwa bank, au una uvumilivu, unataka, yaani mdomo yako haipumziki. Kama wewe ni kuuza vyakula vya kukula, yaani mdomo haitulii. Uko na duka, retail shop, haijashika vizuri, wesa kidogo, balgam kwa mdomo kidogo, biscuit kwa mdomo. That is your profit, and unakula hiyo kidogo. Umetoa ajabu, enda mpike chapati. And then biashara ikianguka, nasema kwamba pastor, naona biashara yangu haiendelee vizuri, njoo uniombe. Sasa nitakuombea nini? Nikijua wewe una mdomo tamu kama ya pastor yetu, nakwambia kwamba punguza appetite. Mjua kitambo tulipokuwa tunasafiri kutoka kwetu Kisumu huko, tulikuwa tunapanda hizi buses za Machakos, wale ambao wameishi Nairobi, zile za others. So tulikuwa tunapanda, nakuta kuna wenzetu majirani, mashemeji wamepanda wakikuja kutoka Busia hapo Vihiga, wanakuja hapo Kisumu, tunapanda. So yani unashindwa na wanadamu, kila stopover mwanadamu anaitisha chakula. Gari ikitoka Kisumu ifike Ahero, pale wanauza nini? Ni mchele. Haya, mchele, amefungua dirisha. Shilingi ngapi? 100 kilo. Hebu leta nionje. Yaani hadi mchele mbichi unaonja, ameonja. Gari yenda ifike Awasi. Haya, miwa, shilingi ngapi? 20. Leta, unasunda. Gari yenda ifike Kericho. Haya, mahindi choma, mahindi full pesa, hata taki nusu. Mahindi full shilingi ngapi? 20. Leta, anasunda. Gari yenda ifike sijui Mola ama wapi, Nakuru. Yogurt ya vanilla plain. Yona pesa ngapi? Unasunda. By the time gari fike Nairobi, tumbo ina complain. Yaani washiriki wanasunda kila kitu, mpaka vitu vya Mwenyezi Mungu tunakula na hatujali. Na watu kama hao hata wanoni. Wewe unakula na mwili inaenda tu. Nashinda na huyu mtu ana mdomo tamu kiasi hii, mwili unaenda wapi? Kula kama Mkristo. Nakumbuka ukila cha Mwenyezi Mungu atashuka. Nakumbuka siku moja wakati ilikuwa 207. Sawa, mimi wakati wa election nilikuwa natoroka naenda nyumbani. So hiyo violence ikanipata nyumbani. So ikatulia, tukaanza sasa kurudi. Yaani jamaa anasunda kila kitu. Na ni Jaluo. So alisunda. Alafu gari tulipanda, gari yenye tuliabiri, driver alikuwa ni Mkikuyu. Sasa hizo hao watu wawili wako wanapatana, si ndio? Hakukuwa kumetulia sana.
Alafu tumbo ikaenda kucomplain, mbu Jaluo na Kiswahili, dereva suia. Akamwambia wewe Jaluo nisuie nini? Ati asuie gari ajisaidie ndio arudi. Dereva suia ni nini? Asuie nini? Hata kama ni mimi siwezi suia, tutajipanga huko mbele. Kwani ulipokuwa unasunda ulinigawia hata kidogo? Hiyo dereva alikuwa sawa kabisa. Dereva kumwambia wewe Jaluo ni nini unataka nisuie? Tumbo na nguruma. Waje ngurume mpaka Nairobi ndio utajisaidia. Ukila vitu vya Mwenyezi Mungu atashuka. So nasema ya kwamba kama Wakristo, tafadhali fanya kazi. Tafuta kitu mkono wako ufanye kazi. Neno la Mungu linasema ya kwamba I will bless the work of your hands. Si ni kweli? Kwa hivyo kile ambacho Mungu anabariki hata zaidi ni kile ambacho unaguza kwa mkono wako mwenyewe. Wachana na hizi za kufunga tai na kwenda ofisi. Ukiwa kwa ofisi, make sure uko na side hustle. Fanya kitu. Lazima mfanye kazi. Haina shortcut. Maisha ya sahihi, Mungu anasema ya kwamba washiriki, ili tumepewa siku 6, tumepewa siku 365 ya kufanya kazi. Sasa baada ya kutoka na kwenda na umebarikiwa kwa siku, neno la Mungu linasema ya kwamba prepare, tayarisha sehemu ya Mwenyezi Mungu mapema. Neno la Mungu linasema ya kwamba kitabu hiki tumesoma, prepare me the kind of tasty food. Prepare, tayarisha mapema, early preparations. Mwadventista kamili anatayarisha kila kitu mapema kabla ya Sabato, ikianzia na mawazo yake, mwili wake mwenyewe, familia yake na vitu vya Mwenyezi Mungu, ili inapofika Sabato anarauka, anakuja kanisani mapema. Kwa hivyo ukizoea kuja kanisani kuchelewa, inamaanisha kwamba hukujitayarisha mapema. Nimejua tu, ninafahamu ya kwamba hiyo siku ndio shetani analeta usingizi. Usingizi ni tamu sana siku ya Sabato. Ni tamu, hata mimi wakati mwingine ni tamu. Kama leo by the way, kama wapasa wengine, leo usingizi ilikuwa tamu sana. Tulikuwa nini usiku? Leo nimelala bwana. Lakini kuna jamaa ananisumbua na nduru hapo karibu na nalala kabisa. Sijui ni kama hiyo microphone, hiyo on speaker ameweka kwa room yangu. Wakbar, na amejua mchungaji analala hapa. Wakbar, utubare nini? Wewe huwezi ona mchungaji wa makambi anapumzika. Wewe saa 11. Wakbar, tubare nini? Leo usingizi ilikuwa tabu. Wapi mwenyekiti wa makambi alituambia usiku ulitupikia nini? Yaani nilienda kulala kushtukia. Wakbar, na anarudia, sio mara moja. Wakbar sio dhambi. Kurudia wakbar ndio makosa. Lakini sawa, wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa style yao. Lakini tunashukuru Mungu. Kwa hivyo Petro anasema ya kwamba prepare, tayarisha mapema. Baada ya kutayarisha, sasa Isaka anamwambia Esau, bring it to me. Baada ya kutayarisha, sasa mletee Mwenyezi Mungu. Na unapoleta, tulisema ya kwamba leta ukiwa na furaha. Our giving should be joyful, kwa furaha ndani ya moyo wako, kwa sababu Mungu amekuongoza kwa wiki nzima. Jambo lingine, unapoleta usione aibu kwa kile ambacho unamletea Mwenyezi Mungu, kwa sababu hiyo, kama umetoa faithfully, ni hiyo Mungu amekubariki nayo kwa wiki hiyo na kwa siku hiyo. Kwa hivyo leta kile ulicho nacho, mlete Mwenyezi Mungu. Don't compare. Na jana nilisema ya kwamba our giving should be private. Leta kile ambacho umebarikiwa nacho, mlete Mwenyezi Mungu. Alafu sasa akasema ya kwamba baada ya hapo, nilikuwa wapi? Anasema ya kwamba prepare, bring, after bringing I may give you my blessings. Sasa jana nilisema ya kwamba mibaraka, mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba jana jioni, tunatoa kwa sababu tayari tumefanya nini? Tumebarikiwa katikati ya wiki, from day 1 to the 6th day.
Mungu amekuongoza, amekulinda, amekubariki na vyakula, amekubariki na nguo, afya nzuri, kila kitu ambacho umepokea, kuna sehemu ya Mwenyezi Mungu tayari amekubariki upande wa tithe. By the way, niliwaambia jana, tithing hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ya Mungu. Hiyo haina shortcut. Hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. Na jana niliambia kwamba mahali kuna litmus test ni kwa sadaka. Mtu akasema ya kwamba washiriki hatujui ya kwamba, by the way, mahali ambapo sasa ina mibaraka ni kwa sadaka, because it is 10% plus. Tithe, umebarikiwa, umepewa afya nzuri, umetafuta, ukapata, ukatoa sehemu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. So naambia Mungu ya kwamba kando na hiki kilicho chako, ninakushukuru kwa vile umenibariki kwa mwezi mzima, kwa wiki mzima, kwa mwaka mzima, kulingana na jinsi umebarikiwa wewe mwenyewe. So wewe mwenyewe ndo unaelewa jinsi ambavyo Mungu amekubariki. Tulisema kwamba kanisa letu kuna upungufu katika utoaji. Kwa hivyo kanisa la Mwenyezi Mungu lina madeni. Inafika kiwango ya kwamba hatuwezi lipa hata stima. Tumetumia stima wiki nzima kwa makambi, hatuwezi lipa kama kanisa. The janitor hatuwezi mlipa. Wale ambao wanatusaidia kazi katika kanisa la Mwenyezi Mungu hatuwezi walipa. Kama kuna maji, matumizi ya maji hatuwezi lipa. Ni kwa nini? Kwa sababu hatuleti jinsi ambavyo Mungu ametuelekeza. Kwa hivyo kuna upungufu katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Upande zaka kuna upungufu, upande wa sadaka kuna upungufu kubwa mno. Hivyo wapendwa, ninaomba ya kwamba Mungu atuwezeshe kila mmoja wetu tujioji. Mungu amekupa afya nzuri, amekulinda, umemfanyia Mungu nini? Je, umemwabudu Mungu jinsi ambavyo inatakikana au umeleta tu? Have you served the Lord kupitia njia ya matoleo yako? Sijui ni hapa nilikuwa naambia ama ni wapi. Nilikuwa naambia marafiki wangu huko juu. Kuna wakati nilikuwa na shida tu za maugonjwa. Kuna mshiriki wangu mwingine alikuwa anafanya huko Makadara. Akamwambia mimi nasikia afya yangu si vile. Akaniambia njoo. Akanifanyia test sijui hii, wakanifanyia test, wakanipeleka mpaka ile unaingizwa pipe kwa mdomo. Inaitwaje? Endoscopy. Nilisikia kuna wasomi hapa madaktari wako. Endoscopy. Lakini hospitali ya sahi hawana huruma kwa wagonjwa. Yaani unaona kile kinachoendelea pale kwa screen. Unaitazama pale. Inaingia, unaiona pale kwa screen. Lakini sasa daktari hata hana siri. Akaniuliza wewe unakunywa pombe? Karibu nitoe hiyo pipe kwa mdomo nipite na mtu. Mimi nikunywe tangu utotoni sijaonja. Nikamwambia hapana. Wewe unavuta sigara? Akaona nimenyamaza, nikacheka. Nikamwambia hapana. Na shida ni nini? Akaniuliza kuna kipindi fulani ulikuwa unatumia strong painkillers. Nikamwambia ndio. Akaniambia sasa wewe itabidi tukuadmit, unaenda operation. Nikauliza kwa nini daktari? Akaniambia kwa sababu lining ya ni tumbo ama nini, the umbo imeliwa yote na acidity. Imeliwa yote. Na kuna kitu sijui aliniitia hapa ina connect hiyo pipe sijui na nini. Mimi si daktari, mimi ni daktari wa Biblia. Sasa niambia hiyo kitu pia imeliwa. So ukila inafaa chakula ikiteremka inajifunga yenyewe ili chakula isirudi. Lakini yako imeliwa yote. That is why wakati mwingine ukila chakula kinarudi. So hii ndio alikuwa ni hapa ama ni hapa? Sijui nisikumbuki. Akamwambia hii ndio tunataka kurekebisha before it is too late. Nikamwambia daktari asante, umenishauri vizuri, lakini sikuwa nimejitayarisha kwa leo. Hata familia yangu sikuwatayarisha kwamba nitakuja hospitalini niwe admitted. So wacha nirudi, nitakuja kesho kukuona tena. Kwani nilirudi mpaka wale? Nani? Mimi nifanyie operation? Nani? One thing I know, the moment umefanyia operation umeita shida. Kwa hivyo mimi kitu ninajua, I'm not sick.
Ugonjwa ni ya shetani, si ni kweli? Hiyo ikanifundisha kwamba kumbe watu wanatembea na magonjwa, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu tunaona siku ya kesho. Mungu anakulinda na kuhifadhi. Sasa anasema, mwanangu, mwaka mzima hujaenda hospitalini, wacha hata ku admitted, huja kanyaga mlango ya hospitali. Jamani, njoo uniabudu na vile vitu ambavyo umebarikiwa navyo. Mwanadamu anasema ya kwamba Mungu hakuna, maisha ni magumu. So swali ni, makambi hii yanaisha kesho, ni Sabato, tutakuwa tunafunga iishe rasmi. Jamani, wiki mzima umemletea Mwenyezi Mungu nini? Je, umemwabudu Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo inatakikana ama bado? Na kama umepungukiwa mwaka huu, omba Mwenyezi Mungu. Na nilisema ya kwanza kwamba tumesoma kuhusu preparation. Tuanze preparation ya mwaka ujao mapema. Mkristo, jitayarishe mapema ili tunapofika mwaka huo tusiwe na upungufu tena kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Haya, kesho I think nitafanya maombi tu ya sadaka kesho. So tusipokutana hapa, ukitaka tukutane binguni, na kama utaki tukutane kwa Beelzebub. Umejua Beelzebub? Kwa shetani mwenyewe. Lakini mimi sitaki kwenda huko. Ukitaka tukutane kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu huko ni nyumbani kwetu. Mungu atuongoze tukutane binguni katika jina la Yesu. Haya, sasa mimi naitwa Eliakim, si Lamek. Nimekaribia. Tuombe. Asante Mungu Mwenyezi kwa fursa hii ya kipekee, na asante kwa neno umetupa kuhusu leadership. Hakika wenyewe tutaweza mambo haya, maana wewe ndiye mwanzilishi wa haya. Tuwezeshe tukafae katika kipindi hiki cha uongozi upendavyo, ni kwa uwezo wa jina lako. Mtumishi wako mbariki anapoendelea kutumika hapa na popote pale. Tuimarishe sote na watumishi wako wengine kama washiriki, pamoja na waumini wote na hata wasioamini pia, katika Kristo Yesu tumeomba. Amen. Amina, na tubarikiwe.